Hello, nauliza nini? Hapa sauti itakika. Angalia hapa. Hello, nauliza hapa sauti itakika. Finali ya zungumzia vijana wa timu ya Matuto dhidi ya Goro Sare, mechi mbashara, mechi nzuri tena zaidi, ambayo basi itaweza kutupa mshindi ambaye atashinda hapa ili kuweza kujikatia tiketi ya kushiriki kwenye finali moja kwa moja. Kumbuka vile finali itaweza kuchezwa hapo kesho katika uga wa Guse. Tupo ndani ya Mbezi TV, tunakwambia mpenzi mtazamaji, basi usisonge mbali kwa sababu tunataka kuletea matangazo ya moja kwa moja ndani ya hizi mechi ambayo tunaweza kujituma kuzungumzia timu ya Matuto kadhalika timu hii ya Goro Sare. Itasikika sasa juu sasa sound msisi tunampea. Sasa ita transmit sound na picha kutoka hapa. Hata kiti bana, muombe viti, mtasport TV. Simuombe viti. Muwe nini? Hao watu wameambiwa watoke hapa. Wewe leta viti, weka viti 4 hapa. Unapiga kelele sana bwana. Nibadilishe nini? Nibadilishe nini kutoka la internal mic niweke stereo. Wewe kwani mimi ninaona mpira pale? Hebu rudi hapa niwache ujinga. Songeni pale nyuma nyuma. Rudi huko. Haya, asante sana. Basi mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, moja kwa moja matangazo ambayo tunakuletea ni ya mechi ya Goro Sare vile vile kumbuka basi
basi ni mechi tunakuletea ndani ya Ndizi TV, vijana wa timu ya Goro Sare wakicheza dhidi ya Matutu moja kwa moja kutoka uwanja huu ni wa Mosocho Cardinal Otunga shule hii. Basi tunazidi kujiandaa kuletea mechi hii. Basi ni semi finali ya kwanza na mashabiki wamejitokeza kwa wingi, ukiangalia mashabiki takriban 10,000 ambao wamekuja kushuhudia mechi hii, wakubwa kwa wadogo toka sehemu mbalimbali, ili mradi waweze kushuhudia mechi hii moja kwa moja. Sipo peke yangu, vile vile nipo na mwenzangu Ndemo Steven akikuja hivi ili azidi kutuambia mechi hii. Je, kipindi cha kwanza kitakuwa vipi na unatizama nani atakuwa naibuka mshindi katika mechi hii? Asante sana Kasim Mohamed. Ni mechi aina yake, tunapokuwa na bingwa upande wa Nyanza mwaka jana Goro Sare, pia tunaye Matutu bingwa wa Nyamira, kwa sasa amefika ni wa pili upande ule wa pool B wa michezo hii. Kwa hivyo ni mechi ambazo ni za maana tu katika mwaka huu kuweza kutuonyesha fika kwamba mechi hizi zitakuwa na umuhimu upi. Kwa hivyo ni mechi ambayo ni aina yake kwa hizo timu mbili, na ni mechi ya aina yake, na ni mechi ambayo huenda tukakuwa na mabao mengi, hususan kipindi cha kwanza, kwa sababu timu zote ambazo zimeweza kufika kwenye finali, kwenye semi finali, na kila mmoja anataka angalau kesho awepo katika finali. Kwa hivyo hamna ambaye atafanya makosa. Ni mechi ambayo upande wa timu ya Matutu Secondary lao la msingi ni kuonyesha kwamba wako na concentration, hasa dakika za kwanza 15, kwa sababu concentration watakayokuwa nayo ndio itaamua kwamba watabaki mchezoni ama hawatakuwa, kwa sababu wakipatikana dakika za kwanza 15 hawa Matutu, basi kisabaki watakuwa kutoka katika mchezo. Kwa hivyo ni mechi ambayo upande wa Matutu itabidi wametulia sana, wawe na concentration zaidi dakika za kwanza 15. Asante sana. Dakika za 15 wanasema hivyo kipindi cha kwanza, lakini hii ni mechi ambayo mashabiki wengi wamesema kuwa huenda timu yoyote ikaweza kuibuka mshindi. Ikumbuke zaidi Goro Sare ambao sasa hivi iko na mashabiki wengi, mashabiki ambao wamejitokeza, wamesafiri kutoka pale Jaluo hadi hapa Kisii kuweza kushuhudia mechi. Vile vile Matutu sasa hivi mashabiki ni kutoka kaunti ya Kisii na Nyamira wameweza kuungana pamoja ili kuweza kuishabikia timu hii. Ikumbuke zaidi kuwa timu ya Matutu ndiye ambayo imebaki kutoka eneo hili la Gusii kuweza kuwakilisha katika michuano hii ya shule za michezo ya shule za sekondari. Timu zote mbili zikizidi kujipanga. Kuna wanauliza Matutu walifika haje? Matutu wamefika hapa baada ya kuwa wa pili upande wa kundi la ba, waliweza kucheza mechi yao ya kuamua hatima yao walipokuwa wanacheza na timu ya Tonga, wakatoka chini bao 2-1 upande wa kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili wakafunga bao 2, wakashinda 3-2, na hizo 3-2 zimeweza kuwafanya hawa timu ambayo ni ya Matutu kuweza kuwa na pointi 4 katika michezo hii, pointi 6 kunradhi, na waliweza kumpiga Sameta, wameweza kumpiga Tonga, kwa hivyo anakuwa na pointi 6. Ambira ndio wa kwanza na pointi 9, na ndio anafika hapa hivi. Agoro wamefikaje hapa? Agoro vile vile waliweza kutoka sare ya kufungana na vijana wa timu ya Kodero Bara, kwa sababu wangepoteza huenda wangekuwa hapa, lakini wanasema ile sare yao ndio imewafikisha hapa. Tunaona mechi ya Matutu, hata kama vijana wale wa timu ya Tonga waliweza kuondoka uwanjani, lakini nilikuwa ni bao na ilikuwa zimebaki tu sekunde mechi ile ikaweza kutamatika. Sasa hivi ukiwa ni timu mbili ambazo zinazidi tu kujipanga ili mradi kuweza kuanza, na ukiangalia umbali ule maafisa wa polisi vile vile wamejipanga ili kuweza kushika doria na kuweka usalama, kuhakikisha kwa mashabiki hawataweza kuzua vurugu yoyote. Timu zote mbili kuweza kufika hapa hivi ni afueni kwa hizo mbili, lakini kunazo timu ile zishapigwa nje. Upande wa kundi la A, Onyicha ashapigwa nje. Kisumu Day ako na machozi tele baada ya kupigwa nje kumaliza watatu katika kundi la A. Katika upande wa kundi la B pia machozi ni kwa upande wa timu ya Tonga, wa pili kutoka upande wa Homa Bay, lakini wakayaaga mashindano haya. Sameta Boys mabingwa wa kaunti ya Kisii pia wameaga mashindano haya. Timu ine bora katika upande wote ndio hizo hizi, shule ya Goro Sare, shule ya Matutu, na mechi itakayokuja baadaye Kodero Bara dhidi ya shule ya
Ambira na ambao na pia kutoka upande ule wa Siaya ndio wametufika hapa tulipo. Polisi wanazidi kupiga doria uwanjani humu hivi, lakini kwa muda usiokuwa mrefu tutaingia katika matangazo ya moja kwa moja kukuambia kunani. Labda mechi kama hii ina umuhimu upi kwa mashabiki, ambapo uga huu umeweza kujaa pomoni, kushoto, kulia, kaskazini, kusini. Na unajua hapo awali kulikuwa na tetesi kuwa mechi hiyo ingeenda pale katika uwanja wa Gusii, lakini kwa sababu ule uwanja unatayarishwa kwa minajili ya finali za kesho, vile ule uwanja wa shule ya wavulana ya Kisii ni haungeweza kustahimili umati wa mashabiki. Zaidi kuwa mashabiki ni wengi, ukitizama pande zote mbili, ukitizama hapa mashabiki ni wengi tu wamejitokeza kuweza kutizama mchezo huu wa soka. Kwa hivyo mashabiki kila ambacho wanaomba ni kuweza kuweka amani, aweza kuonyesha nidhamu ya hali ya juu. Wakati huo la msingi katika mechi hii ni kwamba upande wa timu wa Matutu ndio wanawakilisha matumaini ya kaunti ya Nyamira. Sio Nyamira tu bali eneo la Gusii, baada ya timu zote za Kisii kupigwa nje. Kwa hivyo matumaini ya eneo la Gusii yako nyuma ya Matutu. Upande wa Homa Bay na upande wa Nyanza matumaini katika upande wa Agoro Sare. Kwa hivyo ni mechi aina yake. Muda mfupi na kwenda ugani kabla ya tukiingia kwa mechi, na tutarajie magoli mengi, tutarajie tu magoli mengi katika kipindi hiki cha kwanza, kwa sababu ni timu ambazo zinazidi kujituma zaidi ya kujituma hadi kufika fainali. Kwa hivyo ina maana kuwa hamna timu ambayo haijajisatiti. Kwa hivyo tutarajie kuwa yatakuwa ni matokeo mazuri kwa timu zote mbili. Ima itaenda upande wa timu ya mashabiki wa Agoro Sare, ima itaenda upande wa timu ya Matutu. Kwa hivyo mashabiki wao watakuwa wamejivunia kuwa hawakukuja hapa bure bilashi. Angalau katika mechi hii, kumbuka zaidi katika mchezo wa soka kuna mshindi na mshinde. Nikitazama ugani bado tunazo dakika chache, naona kwamba timu zote zimepewa dakika za kuweza kunoa misuli ndipo mechi iweze kuanza. Kwa hivyo tunazo bado dakika za ziada za kuweza kucheza hapa hivi. Tulikuwa tukizungumza na kocha ambaye ni kocha Joseph Ongoro, kocha mkuu wa timu ya Matutu, akatukamuliza kwamba mbona kwamba kabla ya counties baada ya counties hawaikuwa wamefungwa bao yoyote. Hao ni timu ya Matutu. Wali kufika hapa hivi kufikia sasa washafungwa takriban bao 6. Mechi ya kwanza wakapigwa bao 3 na shule ya Ambira. Mechi nyingine wakaweza kupigwa bao 1 na Sameta, walifungwa bao 1. Mechi ya leo waliweza kupigwa bao 1, takriban mabao 5 na 6 kwa leo. Akasema kwamba ni kwamba mashindano yameweza kuongeza, na kwa sasa na msingi ni kujituma kwamba uweze kuattack zaidi kuliko jinsi ambavyo unavyozuia. Waweze kushambulia zaidi kuliko wanavyozuia, lakini kumbuka vile kuzuia ni muhimu, kwa sababu vijana timu ya Agoro Sare katika safu yao ya ulinzi, safu yao ya ushambulizi ni wazuri na wamekomavu. Kwa hivyo tusubiri tuone kile ambacho kocha atakuwa anaambia vijana wa timu ya Matutu ili kuweza kuhakikisha kwa wanawasimamisha vijana wa timu ya Agoro Sare ambayo kumbukwe ni mabingwa kutoka kaunti yao. Swala lingine ambalo pia linaangaziwa ni kwamba katika michezo ya eneo hili tumeona kwamba mabingwa wameweza kuachwa nje. Upande wa Nyamira Matutu aliweza kubaki. Upande wa Kisii mwaka jana akawa ni Ndonyo hapa. Leo hii tulikuwa na Sameta. Upande wa Homa Bay Kodero Bara ni mgeni upande huu. Upande ule wa Homa Bay Ambira akamtoa Siaya, Ambira akamtoa St Mary Siala. Kisumu Day ashayaga mashindano haya. Solidarity Boys ashahaga, Shanderema ashahaga. Unahisi kwamba Agoro Sare japo ni wanatarajiwa kushinda mechi ya leo, wanaweza kuyahaga alasiri ya leo? Kuna uwezekano, na katika mchezo wa soka chochote kitawezekana. Kwa hivyo Agoro Sare iwapo itafika fainali, basi Agoro Sare hamna nyingine, itakuwa inatawazwa kama washindi, kwa sababu ikifika fainali kila ambacho itakuwa inafanya pale ni kuweza kushinda tu. Lakini baada ya hii mechi, kwa sababu Matutu sio watu ambao unaweza kusema ni watu hivi. Matutu ni watu wazuri, wamejipanga vile vile hadi kufika hapa. Kwa hivyo tarajia chochote kitawezekana, hata huenda Matutu ikafuzu kuelekea fainali. Kasim ananiambia kwamba chochote chawezekana katika mechi ya alasiri ya leo. Upande mwingine na timu zote za piga jaramba chini ya dakika takriban 10 mechi itakuwa inaanza. Tunao watangazaji wengi ndani ya nyumba, tunaweza kuwa naye Ali wakituanzishia mechi hii. Tunaye Ali upande mwingine, wanaendelea kujipanga wakituandalia 11 bora upande wa Matutu, 11 bora upande wa Agoro Sare. Ndio tutaanzia mechi hii. Kwa hivyo leo hii tumejipanga tisti, na matangazo haya unayapata kwa hisani ya Nyanza Sports Vibes ambao ni washirika wakuu
huu katika ukanda huu wa mechi hizi, upande wa county, upande wa regionals kufikia sasa. Pia tusimsahau Peak Sports and Uniform Center pale Kisii, pia wakasema kwamba matangazo haya yaweze kuletwa hapa hivi. Umuhimu wa michezo hii kwa talanta ni hivi, tukiona kwamba kina Aldrin Kibet, Amos Wanjala wameitwa timu ya kitaifa ya wachezaji chini ya miaka 23. Umuhimu wa michezo hii kwa talanta za wanafunzi. Umuhimu wa michezo hii ni kupewa fursa, platform yenyewe ya kuweza kuonesha ubabe wako, ili kwa sababu hatukuwa tunamjua kijana kama akina Tyron Kariuki Wanjala, tulikuwa tunawajua, lakini kupitia mchezo wa shule za sekondari tulipata kuwajua. Kwa hivyo kujituma zaidi na kuonesha talanta yako hapa ndio itakayowapeleka mbali, bila kumsahau mpiga picha wetu Cyrus Ondanya vile vile kutoka pale Standard Media vile vile yuko hapa kuweza kuhakikisha kuwa picha zinakuja vizuri tena zaidi. Kumbuka basi akina Teya wanazingoja picha kutoka kwake Cyrus Ondanya waweze kuzitumia mitandaoni. Ni video Cyrus Ondanya ni shupavu sana eneo hili la Kisii, amepiga picha nyingi sana. Ukiona picha za Mama County Doris Donya miongoni ya wale ambao wanazozipiga. Kwa hivyo wakati huo napeana fursa murwa kwa watangazaji wetu waweze kuingia ugani. Timu zote zinaingia ugani, kwa hivyo tutawapatia watangazaji wenza watupatie 11 bora upande wote. Kwa hivyo tuingie ugani tuone mechi ya alasiri ya leo. Wazisheni karibu kumi. Asante sana, barabara kabisa, na nitakusomea barabara kabisa, nitakusomea lineup jinsi ambavyo vijana hawa wamejipanga hapa. Kama nitakusomea lineup ya Agoro Sare, Kiza mwenzangu atakusomea lineup ya Matutu. Agoro Sare namuona kuna Rio Ferdinand, Pevnet Mark, namuona Joseph Binley, Alex Pale, Dan Katiaka, John Ngicho, John Kelly, Kevin Omondi, Joseph Odhiambo, Godfrey Ochara, na mwisho kabisa namuona kuna Annex Biko. Upande wa Matutu namuona kuna Stanley Onyango, Jerry Otieno, Daud Ogonyo, Tony Oto, Otenius Ochieng, John Fidel, James Ogosa, Nivel Anthony, John Olo, Danik Maragia na Brian Odongo. Barabara kabisa, naona kama wachezaji wako kule uwanjani wamejibwaya pale uwanjani kupiga bismillah zao, wanamwomba Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu aweze kuwasaidia ili wakacheze mchezo huu kwa amani. Ndio, kila mmoja anajiweka mbele ya Mwenyezi Mungu ili Mungu amsaidie, na kila mtu hapa ni Mungu ili Mwenyezi Mungu aweze kumsaidia. Wanapeana salamu za mkono wa heri, kila mtu wanatiana moyo kwamba watacheza mpira kwa kujituma, na wote wameanza hapa ili waweze kucheza huu mpira kwa udi na uvumba. Ndio, usisahau tunakuletea michezo hizi moja kwa moja kutoka Ndizi TV tukishirikiana na wadhamini wetu wa Nyanza Sport Vibes. Tutakuwa tunakuletea tangazo hizi, unatupata moja kwa moja. Nyanza Sport Vibes ndio nyumbani kwa sports. Yule ambaye yuko nyumbani utafungulia tu Ndizi TV, unatupata moja kwa moja. Anafungulia kule Ndizi TV kwenye kutumia app ya Ndizi. Basi naona kama wachezaji wote wako pale na naona wachezaji wote wanatawanyika kwenye uwanja. Wachezaji wote tayari wamejibwaya pale uwanjani. Refari wa katikati ya uwanja pale akifika tayari kuanza mambo yake, anashauriana na wakufunzi wote wawili na kipi ambacho watakuwa wanakifanya. Bila shaka anawaambia pale tucheze mchezo wa amani, mchezo wa kirafiki ili tusiweze kuumizana. Hapa tunapambana ili kila mtu aweze kuona talanta yake inafika wapi. Kumbuka ni michezo ya shule za upili, muhula wa pili. Na maanisha nini? The Kenya Secondary School Sports Association, muhula wa pili katika ukanda wa Ziwa, na maanisha the Nyanza Regional Ball Games
ambazo ziko katika kaunti hii ya Kisii, ikiwa leo ni siku ya 3 ya michuano hii. Bila shaka kipindi chochote na Gozi unang'oa nanga, anachukua mwenzake pale akimpatia jezi namba 6 mgongoni mwa jezi namba 17, nyuta ndefu kabisa, lakini mlinda lango anaenda kulidaka na liacha linatoka nje. Mlinda lango yule wa Agoro Sare, bila shaka Rio Ferdinand. Gozi anachukua mbele kabisa akimpeka mwenzake, kipenga kinapulizwa, amesema amecheza madhambi. Mwamuzi wa katikati ya uwanja anapuliza kipenga, anasema tulieni, bado dakika tunazo. Amemchezesha madhambi kule. Naona kama itakuwa Gozi la Ikabu ya kwanza, dakika za kwanza za mchezo. Ramona kipa namba 1 huyu wa timu ya Matoto anapanga ukuta pale, mwite Stanley Onyango, anasema pangeni ukuta, mambo taratibu ili tusipate kupoteza hapa. Ya jezi namba 9 wa Agoro Sare anaenda kuligonga hilo Gozi, anakuwa anagonga hiyo Gozi bila shaka. Ndio naona anajivuta, anajishika Amsa Akimbo, anakuja vizuri kabisa, vurumisha kombora la mtu mzima. Wapi mtu mlinda langa na udaka mpira. Mlinda lango anasema rahisi sana, hii ni ya kwangu, nyepesi kama ugali na mwanga. Anaudaka mpira, piga moja kwenye kitovu cha uwanja, akiangalia pige wapi, anaruka vizuri kabisa, anaupata. Jezi namba 8 amemchezesha madhambi, na mwamuzi wa katikati ya uwanja anapuliza kipenga, anasema inaekwa Gozi la Ikabu kule. Anakuwa ni chanja, ni jezi nambari 10 mgongoni ya Matoto. Chanja Msomari nini? Anawanyanyua mashabiki. Dakika za kwanza za mchezo. Ni kijana jezi nambari ngapi? Jezi namba 10. Tony Oto alinyanyua, alichanja ile foul ndefu mtore kabisa. Golikipa kijana Rio Ferdinand wa Agoro Sare, baada ya jezi namba 10 Matutu kuchanja ile Gozi, alichanja kitu kilichoenda skuli, nampata mwenzake kule mbele, mchezaji yule golikipa nambari 1 wa Agoro Sare Rio Ferdinand wanafurumisha kombora la mtu mzima, kugeuka, anapata kitu kinacheka na nyavu. 1-2-3 Agoro Sare wanaona neti kama linatingizika. Mashabiki wa Matutu wote wananyanyuka kule juu. Mashabiki wananyanyuka. Matutu moja wanasema tupo nyumbani sasa. Gozi anaenda mbele, anachukua mbele kabisa kumtoa mwenzake. Piga mbele kumtafuta jezi namba 3. Wapi anamwacha mwenzake, toa 1-2-3, anachukua jezi namba 8. Wapi wamenyang'anywa, anachenga 1-2-3, inakubali, anatambaa, anakwenda nayo. Agoro Sare, hatari, vurumisho, wapi, hatari. Kipenga kinapulizwa, mchezaji uko chini, wanamuumiza mlinda lango kijana Stanley Onyango, anajulikana Stanley Onyango huyo. Kijana Stanley Onyango analala mle chini wa Matoto yule. Stanley Onyango analala mle chini, kipa nambari 1 wa Matoto Stanley Onyango. Kumbuka baada ya Matoto kupata bao la kwanza, wa vijana Agoro Sare wanaweza kujituma. Agoro Sare wanajituma na wanamdalisha kipa kule chini, wanasema tutajaribu kadri ya uwezo wetu, tutaona itakuwa vipi. Ni mechi ambayo imeanza kufurahisha, ungedhani ni kipindi cha lala salama. Kumbuka bila shaka unapata matangazo haya kwa hisani ya mdhamini wetu wa Agoro Sare. Anakuwa anarusha na anaanzisha jezi nambari 6 mgongoni, jaribu chenga kwanza, chenga pili, wanaingia kijana jezi nambari 2 mgongoni. Agoro Sare piga pote la popote, kijana jezi nambari 17 mgongoni. Matoto huyo mwite Karolo Chienga, anasema fadhali fedheha kuliko lawama, toa ile Gozi. Unakuwa ni mchezo wa kurusha kwa faida vijana hawa. Agoro Sare anzisha jezi nambari 6 mgongoni, mpira mrefu unatoka nje, unakuwa ni goal kick kwa faida vijana wa Matoto. Haya, anachukua mbele kabisa, wanasema ni goal kick. Goal kick wanachukua wana Matutu. Mlinda langa anajulikana kama Stanley Onyango, anaweka kule Gozi, anamwacha mwenzake jezi namba, anajivuta 3 nyuma, piga mbele kabisa kwenye kitovu cha uwanja. Gozi linakwenda kabisa, inadunda wapi, anakataa. Jezi namba 9 na mpira, anajulikana kama nani, anakwenda nayo, alikuweko Brian, anavurumisha tena kale kabisa. Jezi namba 14 Agoro Sare John Kelly anapiga mbele kabisa, tafuta mwenzake jezi namba 8, nani yule, anatamba nao tena, wanatambaa kutambaa.
Kipenga kinapulizwa, piga inapigwa mbovu ile. Kuna mtu ameuziwa kiatu, amemchezesha madhambi na wanaita waganguzi, anachezewa madhambi pale. Naona waganguzi wanaingia kule uwanja waende wamfanyie huduma ya kwanza. Mwamuzi wa katikati ya uwanja anasema hapana, hii ni madhambi. Anasema ni madhambi. Puliza kile kipenga, anapuliza kipenga pale, anapuliza kipenga, lakini wale maamuzi wanafika pale wanasema pea huduma za kwanza. Kijana anakubali kunyanyuka. Haya, inakuwa inapigwa ikabu ile kwa faida ya Agoro Sare. Bila shaka mita kama 10-20 hivi kabisa, ni kama wana maeneo ya hatari. Wa Matutu wameamusa wana Agoro Sare. Agoro Sare atakuwa anapiga nani? Bila shaka Alex Pele, na wao wamebadilika kabisa. Ako anapiga nani? Ile sio Alex Pele, ni Dan Kanyaka. Haya, wacha tuone itakuwa Kanyaka. Jenga ukuta wa binadamu Matutu, wanajenga ukuta wa binadamu. Basi la mtu Matutu hawa, jenga ukuta wa binadamu. Haya, kijana yule Dan Kanyaka na ile gozi, Dan Kanyaka ana ile gozi, weka ile gozi chini. Vijana wanapanga ukuta wa binadamu. Basi la mtu lile, haya, gozi ile iko chini. Mwana mwamuzi wa katikati uwanja anafika maeneo haya, anawaambia bana, tafadhali hapa tuacheza mchezo wa kirafiki. Kipenga mdoe linaachia, achia mshale toka kichwa tena. Nini? Amenawa maji mkavu bila beseni. Matutu wanaiwakilisha jimbo ama kaunti ya Nyamira. Vurumisha jezi nambari ngapi mgongoni? Kumi juu kwa juu. Jimbo tena vijana Agoro Sare. Toka goli kipa nambari moja kijana Rio Ferdinand. Daka ile goza anasema chakula changu. Juu kwa juu kijana Rio Ferdinand. Katikati vuka ule msatiri. Kumtafuta jibu kwa kichwa tena Matutu hawa. Vurumisha jezi nambari 5 mgongoni. Pembezoni kushika uwanja. Cheza namba 9 mwite nani? Brian Odongo. Goli kipa anatoka anasema chakula changu. Daka ile gozi. Mwamuzi anasema umedaka nje. Yanakuwa inachezwa ikabu, chanja ikabu kwa faida ya vijana wa Matutu. Matangazo unayapata live kabisa kupitia Ndizi TV pamoja na wazamene wetu wa michezo hii ni The Nyanza Sports Vibe ambao wanapatikana maeneo ya Kisii na pale Choma. Uwanja umejaa umati wa watu, uwanja umejaa mashabiki shakiki, kaskazini kusini, wote wamejaa mpaka uwanja ukatapika kuhakikisha kwamba wanatazama mchuano. Na siku zote wanasema Waswahili kwamba macho hayana pazia na uwezo kuwazuia kutazama. Weka ile gozi chini, chanjanzisha tena fupi, wanaingia Matutu. Nini ile anachanja fiongo, unatoka nje, piga fiongo inatoka nje, wanatafuta wote. Sauti sio ya mwingine, ni ya kijana Majaliwa Ali. Amezaliwa na Mwenyezi Mungu, zaliwa siku ya 20. Majaliwa Ali alizaliwa siku ya 20 ya mwezi wa pili Februari mwaka 1997 katika kaunti ya Migori pale maeneo ya Korea. Weka ile gozi chini, goli kipa na kijana Oto, aweka ile chini Oto anfisha gosi ndefu kabisa. Mchezo wa tena vijana Agoro Sare, kichwa kinaita taratibu. Agoro Sare jezi nambari 6 mgongoni mwite nane huyo Geoffrey Odera tenga inakubali Odera kata Matutu jezi nambari 3 mgongoni, kichwa kinaita tena kijana jezi nambari 17 mgongoni, kijana jezi nambari 17 Karol Ochieng huyo bila shaka atachinjiwa kuku jogoo, hii na makane. Kijana huyo Karol Katulas Ochieng anaokoa jahazi, kijana Katulas. Mambo angekuwa tofauti, lakini Katulas anasema sisi ni Matutu, toa gari, eneo la hatari. Inakuwa ni kona kwa faida vijana Agoro Sare.
namna gani? Mwamuzi anamwita yule mchanjaji wa goli jezi nambari 6 Mgengore Odera Geoffrey wa Goro Sare, anakuwa anaipiga ile konya. Tuone, tusubirie tuangalia mgarao kona itazanene, piga chanja nene, piga mlingoti. Amejaribu kabisa kijana jezi nambari 19 Mgengore, lakini gozi linaondoka nje. Joseph Badley, Kumbuka yule kijana ameokoa bao la wazi kabisa. ameokoa bao la wazi, bila shaka atakuwa anachinjiwa kuku ile. Inafaa chinjiwe hata kondoo, kuku ni mdogo. Anachinjiwa kondoo kabisa, inaweza mtosha. anywe ule msuli ama supu ya kondoo ile. Basi gozi pale mbele, Ameokoa jahazi, anakwenda nayo, piga mbele kumtafuta mwenzake, ruka kwa kichwa, lakini wapi. Sakata bozi 1 2 3, anapiga ndefu kabisa kwenye kitovu cha uwanja, lakini wapi. Wanatambaa kutambaa, wanasema kashaotea. Kashaotea huyo, anakuwa amejenga kibanda eneo la wenyewe, anaambiwa bana bomoa, anabomoa vibanda kwa sababu hana hati miliki. Nawe kwa chini atakuwa anaanza Tony Oto atakuwa anaanza ile gozi. Tony Oto captain juu kwa juu, kichwa kinaita nyuma tena, kijana Felix Pele, kichwa tena Matutwe, potele popote kijana nane huyo Tony Otieno. Haya, wanatuliza Goro Sare pembezoni kushoto mwa uwanja, cheza na captain daga nini, chenga mbovu ile inakataa. Matuto hawa piga, anasema sisi. Haya, rusha ile gozi, wanaanza tena, lakini piga potele popote, na kwa ni mpira kurusha kwa faida ya vijana Goro Sare. Anakuwa anarusha nane kijana Omande, rusha juu kwa juu, anakata Matuto, piga juu kwa juu, ndefu, anakata tena Goro Sare, piga potele popote, lakini haijatoka nje. Vijana wana Goro Sare hawa, kumbuka kama ndo najiunga nasi ya Goro Sare wapo nyuma dhidi ya Matuto hawa. Matuto walimzaba goli la mapema dakika za kwanza, na maana Matuto wanaongoza goli 1-0. Jezi nambari 20 mgongoni Matuto, gosa inakataa, mpira unatoka nje, utakuwa ni wa kurusha. Anarusha nani? James Ongesa rusha na jezi namba 8 Mgongore, cheza tena na nani huyu, rudisha kwa Ongesa, wapi jezi nambari ngapi? 6 Mgongore huyu, mwite Neli Otoyo, mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira kurusha kwa faida ya vijana wa Goro Sare. Anzisha cheza na kijana jezi nambari 7 Mgongore, rudisha, lakini wana Goro Sare katikati kumtafuta nani? Kijana Omonde, lakini wapi, tuliza ile gozi. Dan Kanyeke kwa Omonde, anaangalia piga wapi, chenga kwanza, chenga pili, chenga tatu, mpira mrefu natoka nje, utakuwa ni mpira kurusha. Goro Sare hawa wanarusha, Matuto si Goro Sare, rusha anaingia penalty. Mwamuzi anasema waliingia taratibu, Mchezaji wao alitoka kwa mbio. ukiona wale mashabiki ambao wamefika uwanjani walikuwa tayari wamesha hesabu lile goli. Sasa ilikuwa Dulanta. Haya, azisha tena taratibu, piga mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida vijana hawa wa Goro Sare. Niite kijana Majaliwa Ali, sauti ya kutamanika na wengi, anachukiwa na shetani. Mpira wa kurusha ule, anarusha kijana jezi nambari 3 mgongoni, Pele rusha juu kwa juu kumtafuta Odhiambo, lakini kata Matuto, wanaingia lakini tena wanakataa Goro Sare. Ingia Matuto, jezi nambari 19 mgongoni, valisha mtu kanzu, inaitikia, valisha ya pili, inaitikia tena kumtafuta kijana Odhiambo, wapi, goli kipa anasema valisha kanzu, mpira unatoka nje, ila kwa ngao kikilo, yapigwa goal kick kwa faida vijana wa Matuto. Kama ndo najiunga nasi, matangazo yapo live, yapo mbashara ndani ya Ndisi TV. Mtangazaji wako Ali Majaliwa akiwa na mwenzake OH Hezbo. Usisahau wadhamini wa michezo hii ni Binyanza Sports Vibe wenyewe pamoja na Peak Sports Uniform. Kichwa kinaita Goro Sare, lakini kata Matuto, valisha mtu kanzu, inaitikia, toa piga potele popote. Matuto, jezi kijana 17 mgongoni. Ukimwangalia huyu kijana Katula Zochieng, yule aliyeokoa lile goli, Katula Zochieng, kwa mara ya pili tena tunamwona Katula Zochieng akisema bana, mimi ni beki stadi na sitakubali kitu kupita hapa. Katula Zochieng anaipiga ile na potele popote, kijana amekataa katakata. Kijana Katula Zochieng yule, wanaanzisha Goro Sare, tuliza kumtafanya Odhiambo, zoile wana kijana nane huyu Matuto, wanaingia nini, anasema ameshaotea, alikuwa ameshaotea kijana nane huyu, mwite Odera wa Goro Sare. Bila shaka anaona kama bozi liko mle chini,
Mchezaji namba jezi 17 Katulas Ochieng huyo anamwacha mwenzake jezi namba 3 Daud Onyango. Daudi Onyango Anapiga mbele kabisa kwa mtoto mwenzake kwenye kitovu cha uwanja, lakini wapi, gozi linadunda mara ya kwanza, inampata kwa goti. Piga kwa kifua, tuliza gozi na kwa mwingi unatoka nje. Anarusha kumtafuta jezi namba 6, anajulikana kama Geoffrey Odira. Wapi, anakatwa 1 2 3. Jezi namba 14 Agoro Sare John Kelly. Kipindi cha kwanza hiki dakika kama 19 hivi 20 za mchezo. Haya, gozi na kwa mwingi unatoka nje kwa faida ya Agoro Sare. Anachukua na rusha mbele kabisa kwa mtoto mwenzake kwenye kitovu cha uwanja, anaangalia piga wapi, toa pasa nzuri kabisa katikati mwa duara, daka mlinda lango. Asante sana Matutu Stanley Onyango, anajulikana kama Matutu huyo, ameutaka ule mpira kwa njia shwari kabisa, anapiga kwenye kitovu cha uwanja katikati mwa duara, ruka vizuri, wanalikosa kwa kichwa. Jezi namba 5 anaruka, anakosa gozi, anafuata, anatoa pasa nzuri kabisa. Asante sana, anatuliza kwa miguu. Jezi namba 6 anajulikana Geoffrey Odira. Odira na mpira wapi, amenyang'anywa. Jezi namba 3 anakata, anasema kuna penye unaenda, kata 1 2 3, anaangalia piga wapi, toa pasa nzuri kabisa, angalia jezi namba 6, huyo ni wa Matutu, wapi, amenyang'anywa. Anakuja Odira na mpira, Odira na mpira, amenyang'anywa. Jezi namba 6 anakwenda nayo sasa, anakwenda na gozi, anatoa ndefu kabisa kwa mtoto mwenzake upande mwingine. Jezi namba 9 mgongoni wa Matutu, anakwenda na mpira, kata 1 2 3, inakubali, anatambana, nyang'anywa na jezi namba 3 kutoka Odira, kutoka Agoro Sare. Gozi na kwa mwingi unatoka nje. Haya, kiangalia mashabiki ambao wamejaja hapa, cha kutamanisha ni kwamba yule the Nyanza Sports Chair mwenyewe bwana Joshua amefika uwanjani kushuhudia mchezo kabisa, semifinali ya kwanza. Wapi, anatamba jezi namba 11, anasema amemchezesha vibaya, inakuwa ni kabo ile. Jezi namba 17 Ochieng anamchezesha mwenzake jezi namba 11 kijana Annex Biko vibaya, na wanasema itakweko mikika ama ikabu, mikika ama ikabu. Gozi ambayo wameshaweka hapo chini tayari wanakuja kulinyuta, ikikubali itanyutika. Kumbuka ukiwa nyumbani nilikuambia tutafute Ndizi TV, utatupata pale. Atavuta hatua ngapi nyuma, nitakuwa na kuambia moja kwa moja. Bila shaka naona kama wameweka pale. Anavuta Hamza Kimbo, vurumisha juu kabisa, wapi, anaokoa mlinda lango, kipenga kinapulizwa, ameokoa. Asante sana mlinda lango Stanley Onyango, nasikia makofi wanampongeza pale kijana Onyango Stanley huyo. Haya, mashabiki wanapiga makofi, wanasema bana, unafanya kazi ya ziara, fanya kazi nzuri sana. Bila shaka anamwekea jezi namba 10 huyu, anajulikana kama Tony Oto, kijana chuma huyo. vurumisha kwa bara mtu mzima kwenye kitovu cha uwanja, wacha tuone kwa vipi, anaruka kwa kichwa, inamkosa. Chukua, rudisha kwa kichwa, tegesa kwa miguu, toa pasa nzuri kabisa kumtafuta jezi namba 8, kata 1 2 3, lakini wapi, anakuja na gozi, anaangalia piga wapi, amenyang'anywa. Wa Matutu jezi namba 5 anakwenda na mpira, ameacha mwenzake jezi namba 14, vurumisha kwa bara mtu mzima, anaudaka mlinda lango kijana Rio Ferdinando yule wa Agoro Sare, mnyuta ndani kabisa na ukosa. Mlinzi anaudaka, anatulia nao tena chini, analala chini, anaonyesha ile standard ya mchezo, anaonyesha zile stamina za kimchezo. Kijana mwite Stanley Onyango, piga juu kwa juu pembezoni mwa uwanja, juu kwa juu, kichwa kinaita tena Agoro Sare, tuliza gambara kifua, jezi nambari 13 mgogore, mwite nane anatpele pale, anaangalia piga wapi kwa mtafakeli Kevin Omondi, wapi, Odera, kipenga kipo juu, amejenga kibanda eneo la wenyewe, inakuwa ni offside ile, apigwa offside ile. Haya, ampiga ya kwenda pigwa ikabu ile kwa faida ya vijana wa Matutu, vurumesha juu kwa juu, Tony Oto, kichwa kinaita tena Agoro Sare, safu ya ulinzi kijana Mark Pavin, juu kwa juu tena Matutu, daka ile gozi, kijana Rio Ferdinando anasema chakula changu hiki, anasema hii ni pesi sana, mitili ya ugali. Wanaingia tena Agoro Sare pembezoni kushoto, lakini kata Matutu, kijana jina nambari
ngapi mgongoni? 20 huyo mwita James Ongesa toa potelea popo, alikuwa tayari ameshaingia kijana jezi nambari 6 mgongoni wa Goro Sare. Odera huyo, bila shaka Odera ni mtu ambaye watamwangalia sana, na iwapo watamwacha huyu Odera basi mambo atakuwa ni tofauti. Piga mpira unatoka nje, inakuwa ni mpira wa kurusha kwa faida vijana wa Matutu hawa. Kipindi cha kwanza cha mchezo zimekatika takribani ngapi? Dakika 24 hivi kipindi cha kwanza cha mchezo huu. Rusha ndio na kina nasema mwamuzi, twende, mambo yako sawa, taratibu, jaribu, achia mkuki ile nini, aliachia mkuki kwa mbali kidogo, Dulanta alinukie pale. Kijana John Fidel aliachia mkuki, lakini kawa ndogo sivyo ile. Kichwa kinaita tena, anasema mwamuzi wa katikati ya uwanja, cheza madhambi. Mwamuzi wa siku ya leo alienda skuli saidiwa pale na wenzako, nitakuwa nakwambia waamuzi hawa. Haya, anaambia wenzake songeni mbele. Joseph Blandley wa Goro Sare ambia songeni, achia, kichwa kinaita tena. Matutu anakata tipu kwa kichwa tena. Goro Sare wanaingia Matutu, kijana nambari 20 Mgenkore, mwite nani, Ongeso ile kwa mbele. Ongeso wanakata. Goro Sare piga ile pasi, ana mega pasi na kubaleka ile, anaangalia piga wapi, kata kijana jezi 17 Mgenkore, katila za Chien wapi, wanaingia jezi nambari 16 Mgongoni, piga ile inakosa mtu, wanayo wa Goro Sare, tuliza kwenye kidane, agamba la kifua, tuliza tena, ana mega ile pasi, mlenzi toka, goli kipa nambari 1 kijana Stanley Onyango wa Matutu toka na kudaka ile gosi, anasema chako la chango, mwite Stanley Onyango, juu kwa juu Stanley Onyango, kichwa kinaitikia tena, nyuma kwa nyuma Goro Sare. Haya, wanaanza tena pembezoni kushoto, jezi nambari 8 Mgongoni ya Goro Sare, anaangalia piga wapi, piga fiongo, inampata 8 kijana Ongeso mbovu ile, wanaichezesha tena Goro Sare, juu kwa juu, kichwa kifua, wanaingia kata tena. Matutu hawa, jezi nambari 7 valisha mtu kanzu, kijana nambari 11 Mgongoni, wanaingia mbovu ile, akuanka kikile. Asante sana nakuanka kikile mwenzangu, naona wana Goro Sare wanaanza kuamuka kidogo. Ukiangalia kijana jezi nambari 11 Mgongoni, Amex Biko pamoja na Dan Kanyeko na Pele wanacheza kwa kusaidiana sana, na ukiangalia sana wanatumia safu ya pembezoni kulia mwa uwanja kuweza kuattack. Ina maana gani hii kwa vijana hawa wa Matutu? Wana Matutu itabidi wafunge mkanda, na iwapo basi hawataweza kutathmini na kuzuia mambo, basi tutatuzungumza mambo tofauti. Haya, lakini kufikia sasa ni kwamba Goro Sare wanaongozwa dhidi ya Matutu. Ina maana Matutu goli 1, Goro Sare 0 kipindi cha kwanza. Mbele kabisa anachukua mwenzake pale, jezi namba 8 Mgongoni. Goro Sare huyo anatambana, angalia piga wapi, kata 1 2 3, amenyang'anya jezi namba 20 kutoka Matutu, anakwenda nayo, anatambana mpira, anamwacha mwenzake pale, anakwenda na gozi vizuri kabisa. Haya, namba 9, hatari, Dulanta anasema tuende kazi. Jezi namba 6 anachukua huyo, ni Matutu, gozi na kwa mwingu natoka nje, anajaribu kumvalisha mtu kanzu. Jamaa anasema siwezi nikavalishwa kanzu mimi, anampiga kanzu, lakini wapi, anapiga tena mbele kabisa, kumbe mwenzake kipenga kinapulizwa, anasema weke gozi chini. Ukiangalia ile uwanja umeshona mpaka ukajaa, imeshonwa kabisa, yani pembezoni pale, kulia, kushoto, wapi uwanja umejaa. Ina maana ni semi finali hii ambayo ilikuwa imesubiriwa sana. Ikabu kule chini, ile faida ni wana Goro Sare. Sikiza ile anavuta 1 2 3, piga mbele kabisa, kuja kwenye kituo cha mlango, hatari, Dulanta anakata kwa kichwa, anaregesha mpira Satamba, jezi namba 6 anapiga kule mbele kabisa, kumdata mwenzake, anakubali namba 19 Mgongoni, mpige kanzu, chukua mpira, weka kwa kifua, teremka kwa miguu, kata 1 2 3, lakini wapi, inampata, anatamba nayo kule laini, anatamba, gurumisha wapi, kijana Afro babao
mtoto wa Kisanaga mami, lakini gozi inakuwa mwingi. Inakuwa ni kona ile. Inakuwa ni kona hiyo. Inakuwa inapigwa kona kwa faida ya vijana Matutu. Amecheza vizuri kabisa, gozi inakuwa mwingi. Alikuwa anapiga ile kona kijana jezi namba 8 mgongoni Dominic Marangija. Atakuwa anapiga na chanja ile kona vizuri kabisa. Jana Dominic, weka ile gozi chini, valia jezi nambari 8 mgongoni. Haya, wacha tuone kama itazama tunda tena. Soberea, sikiza hiyo kona. Ndio. Kumbuka Matutu wako mbele bao la kwanza. Wako mbele bao moja. Haya. Naona kama mwamuzi anakimbia pale. Haya. Asimame kitesti vizuri kabisa, akiwaambia shabiki wasonge nyuma, maana uwanja umejawa na umati wa watu. Anapenda sana ambavyo walinda usalama maeneo haya wanafanya kazi. Naona kama ulinda usalama iko sawa. Napenda sana, hawatumii nguvu sana, wanaambia mashabiki bana, sisi ni ndugu zenu, sisi sio maadui, tafadhali turudi nyuma, tutazame mtanange. Vizuri kabisa na kuambia leo ni leo. Upande mwingine utasikia mdundo wa ngoma kila sehemu, ngoma zinarindimwa, zinapigwa zile. Tunakuambia tunakaribia mwisho wa michezo haya. Haya, inanikumbusha sana hizi ngoma ikipigwa ile Didi Gor Mahia wakipiga na mashemeji FC Leopard. Ndio zile ngoma utazisikia sana, zinasikika hapa hizi. Haya bana, mwamuzi anakimbia kuja kule kushirikiana na mwenzake, ananiambia jamaa fulani kupitia mtandao wangu wa X. Ndio anasema bwana, usisahau kwamba shabiki wa Shabana FC pia tuko hapa. Nakwambia na mchezaji yule ambaye alifunga bao la kwanza baada ya kupiga gozi la ikabu jeza namba 10 mgongoni, alinifurahisha hata mie peke yangu, nikadhania nimeenda binguni. Aliachia ile gozi, aliachia mkuki uliokwenda skuli, mkuki ukakubali, ukamdunga nguruwe, golikipa kugeuka. Bila shaka ilikuwa gozi nzuri kabisa, na bila shaka tumewahi kuzishuhudia mechi nyingi za hivi goli la mapema. Ndio kama hili inakuwa ni vigumu sana kuweza kusawazisha mambo, na iwapo kipindi cha kwanza kitakuwa kinasalia hivi, basi vijana wa Agoro Sare wakiwa nyuma ya Matutu, inamaanisha kwamba pale moja kwa moja timu ya Agoro Sare. Naona kama gozi umesimama kule pole, gozi umesimama pale. Bila shaka nadhani kuna mchezaji uko pale. Ndio kuna mchezaji pale, naona kama walinda usalama yuko mle ndani. Tunapenda sana walinda usalama, bila shaka itakuwa ni mashabiki wanataka sana kuona ile kona kabisa. Bila shaka mambo yako shwari kabisa. Sijui kesho itakuwaje, kama leo ndio imekaa namna haya, kesho itakuwa vipi? Tunategemea nini? Finali tutakuambia kesho ikifika. Haya, lakini utakuwa unatupata moja kwa moja kutoka Ndizi TV. Ndizi TV bana, wanakuambia Ndizi TV ndio nyumbani kwa spoti, wakiwemo na wadhamini wetu wa michezo haya ambao ni Nyanza Sports Vibe wakishirikiana na Big Sports Uniform. Ndio bana, ambao wanapatikana pale Kisiku. Baadhi tu ya watu ambao wamefika hapa kushuhudia michezo. Ndio, au sisahau kubwa kwamba yule the chairperson mwenyewe bana Joshua wa Nyanza Sports Vibe amefika hapa kushuhudia huu mchezo, na kama mechi bado umesimama, gozi umesimama, bila shaka itakuwa ni tatizo la mashabiki, lakini mashabiki naona wanakubali, wanasema bana, sisi hatuna shida, tunakubali tukusonga, angalau mambo yasonge, tuwape vijana wetu nafasi nzuri kucheza mpira. Haya, uwanja umejaa huyo. Wacha tuone inakuwa vipi. Vijana wa Goro Sare wakiwakilisha jimbo la Homa Bay, ndio, na Matutu wakiwakilisha jimbo la Nyamira. Haya, unajua inakuwa ni vigumu sana kama nyinyi kama shule ndio mnategemewa kubeba jimbo zima kabisa, na kwa bahati mzuri unaona vijana wa shule ya Matutu kabisa wamewahi kifua mbele na kuambia watu kwamba sisi ndio Nyamira, na kuambia wana Nyamira ambao wako hapa wamejawa furari boribo, tamthili ya Kibogoya aliota meno msimu wa Krismasi, na anaota meno msimu ambao Krismasi na mahindi hayapo, ndio ugali ya asijui atamega zile chapati ya wali chapati. Haya bana, atapiga pilau. Hii kipenga kinapulizwa, wacha tuone, anachanja kona mbele kabisa, wapi, piga kwa kichwa, wanakata fuata mpira, gozi jezi namba 16 toa mbele kabisa, jezi namba 14 ana macho mwenzake, lakini
lakini anakosa, anatambaa nayo wana Goro Sare, lakini wapi, amenyang'anywa, kipenga kinapulizwa, amemchezesha madhambi, anapiga mbele kabisa, jezi namba 17 bali anakata Cotenius Ochieng, anatambaa nao Matutu huyo, piga Cotenius Ochieng, anakata, hakuna nafasi, anakwenda nayo, piga kwa kitatari, Dulata, kuna mtu. Inanifurahisha sana kijana jezi namba 17 mgongoni, jezi namba 17 na jezi namba 10. Yani kijana yuko kibarua serious, ako kibarua, anasema niko tayari kumfia Nyamira, ndio mimi ni mwana Nyamira. Haya, Katulas anzisha Goro Sare pembezoni kushoto, kumtafuta nani? John Kelly, kata vijana Matutu hawa, mpira kurusha kwa faida ya vijana wa Goro Sare, anarushana ni kijana John Kanyaka valia jezi nambari 15 mgongoni, anzisha tena hawa vijana, lakini sema mwamuzi wa katikati ya uwanja, inapigwa ikabu, alichezewa madhambi kijana wete nane John Kelly huyo, weka ile gozi chini, atakuwa anachanja nani? Bila shaka vitu vyake Alex Pele atakuwa anachanja Alex Pele Goro Sare. Vijana wa Matutu wanajenga ukuta wa binadamu, wanaweka basi la mtu, kichwa kinaita nini lama gani? Kijana jezi nambari 6 mgongoni, atalia machozi ya kobe, poteza ile nafasi Odera, madhambi. Haya, mwamuzi anasema ikabu kwa faida vijana wa Goro Sare. Mwamuzi anasema ikabu kwa faida ya vijana wa Goro Sare. Weka ile gozi chini. Kipindi cha kwanza, kama ndo najiunga nasi, unapata matangazo mbashara sana ndani ya Ndizi TV. Niite kijana Majaliwa Ali, sauti natamanika na wengi nachukiwa na shetani. Anzisha vijana wa Matutu wa Goro Sare, jezi nambari 14 mgongoni, wanaingia na Katula Soyo, kichwa kinaita Goro Sare. Tuliza ile gozi kijana jezi nambari 9 mgongoni Matutu, kumtafuta nani? Jezi 19 John Olo, lakini wapi, anakataa kata Goro Sare, valisha mtu kanzu ya pili, akumtafuta nani? Kijana Omonde sio Omonde yule, wanakataa Matutu, piga mtu chenga ile kwenda skuli, piga mtu chenga ile inakubali. Haya, waite hawa jezi nambari ngapi mgongoni huyo? Kijana Maranja, mpira unatoka nje, kwa mpira kurusha kwa faida vijana Goro Sare, anakuwa anarusha nani? Kijana yule Joseph Bradley anarusha nyuma kumtafuta nani? Mwite nani yule? Mark jo kwa jo, rudisha kijana jezi nambari 10 mgongoni, anasema potelea popote hapa, situruhusu. Anaitwa nani? Kijana Tony, wanaanzisha Goro Sare. Tuliza ile gozi taratibu, anabla mtu chenga, inakubali ile taratibu, anaingia Goro Sare, kata Matutu, wanaikataa Matutu, piga mbele kwa mbele Matutu taratibu, vika ule mstatiri, kijana zile 19 mgongoni Chonolo, lakini mpira unatoka nje, utakuwa ni kurusha kwa faida vijana Matutu. Anakurusha kijana jezi nambari 20 mgongoni James Ongesa anakuwa anarusha ule mpira bila shaka. Haya, anakuwa anarusha nani? Sio Ongesa, anakuwa anarusha jezi nambari 3 mgongoni Daudi Onganyo, anamwachia Daudi Onganyo yule. Daudi Onganyo anakuwa anakuwa anarusha ule mpira kijana Daudi Onganyo, bila shaka ni mpira ikabu, sio mpira wa kurusha ule. Kuna mtu alichezewa madhambi. Haya, Onganyo rudi hatua kadhaa. Onganyo kipa wanatoa, piga popote kijana Rio Ferdinando anaokoa jari, wanarudisha tena Matutu, achia mkuki ule bovu, wanakata. Haya, Goro Sare juu kwa juu, piga kichwa popote, wanakataa. Jezi nambari 3 Daudi Onganyo, kumbuka wanakataa, wanasema hakuna nafasi. Imepigwa badiliko, bila shaka ndio badiliko hili, naona mabadiliko upande mwingine na Goro Sare. Nilikwambia kwamba na hii imefanyika kabla waende mapumziko. Ndio Goro Sare atakuwa na kufahamisha wanamtoa nani na
kuona ni nani anaingia. Wanafanya mabadiliko wana Agoro Sare. Atakuwa anatoka kijana nani? Sikiza, nitakwambia kijana jezi nambari ngapi mgongoni? 13 bila shaka. 8. Kijana jezi namba 8 mgongoni, mwite nani? Omondi Kevin. Jezi namba 17. Omondi Kevin anaingia 17, nguvu mpya. Ndio. Omondi Kevin anatoka. Haya, tusubirie 17 atafanya nini? Anapiga mbele kabisa, jezi namba 14 anakata kutoka matutu huyo. Analipiga ndevu kabisa. Analifuata lakini anakosa. Ngozi itakuwa mwingi umetoka nje. Imekuwa mwingi umetoka nje. Itakweko ni goal kick. Faida Agoro Sare. Ndizi anachukua gozi pale, anaangalia liweke wapi. Anamfisa gozi vizuri kabisa, mwenzake anapanda nayo. Huyo ni Agoro Sare na mpira. Agoro Sare anaangalia piga wapi, vurumisha kombora na mtu mzima, moja ndefu kabisa. Jezi namba 6 analichukua, anatoa pasa nzuri kabisa, anakataa namba 10. Ochemu huyo wapi, anamwacha mwenzake. Jezi namba 6 vurumisha wapi, Kijana anaachia tufali, lakini anakuwa analenga ndivyo sivyo. anavurumisha kombora kabisa. Alitumia gula kulia vizuri, Ndio akasema amenijalia Mwenyezi Mungu. Wanaanzisha hawa vijana, cheza katikati, balisha mtu kanzu na itikia. Agoro Sare kata matutu, jezi nambari 6 mginkone yule, piga kumtafuta 8 yule na vile Otoyo katikati, jezi nambari 14 rejesha ile gozi Kele kwa nani, wanakataa matutu. Kwa ndefu ofu anatoka kijana Rio Fernanda, anasema chakula changu mmezoea bana, na anaanza gozi kwa haraka. Haya, anaanzisha wale taratibu nyuma kwa nyuma, jezi nambari 6 mgongoni yule Odera, mpira mrefu ule toka nje. Ukiangalia hawa vijana wa matutu, yani matutu wanajituma kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba wanazuia lile bao. Ndio. Na wenzangu Wisdom, unakumbuka ukiona kwamba kwa mechi nyingi tumezishuhudia kwamba goli moja huwa ni baya sana. Kukomboa hilo goli haikuwa kazi rahisi. Haikuwa kukomboa goli moja inakuanga ni kazi rahisi, lakini pia kupata hilo goli moja inakuwa ni ngumu sana Kabisa. Kwa hiyo jaribu kupenya, lakini anaambiwa haupenyi hapa. Haya, nafahamishwa kwamba ukifika hapa, ukifika Kisii wanapata penalti. Kijana yule anaingia, Walinzi wanaleta mchezo. unasikia mashabiki kwa mbali Wanaleta mchezo pale. wanaleta mchezo kwenye uwanja, Itakweko ni Dunanta. wanaambiwa sisi tuko kwenye biashara. Hadi wamefanya, nimekumbuka nyimbo nyingine. Matutu wanaambia, Alikuwa anasema nakutuliza kwake kasuku. Hataki maneno. Anachopata kinamtosha. Wana Matutu wanapata kinachowatosha. wanasema tu we are on a serious business. Hawataki maneno wao. Matutu wanasema we are on a mission. Ya kabisa. A mission that we have to accomplish. Haya, Jezi namba 6 mgongoni anaitwa nani? vijana hawa, kijana Matutu Naona amesimama pale, ndiye ataenda kulichanja ile Otoyo na vile anaenda kuchanja ile penalti. Otoyo na vile Wacha tuone itakuwa vipi. Otoyo na vile na Mwamoze Ngulo wakachengela. dua za Mwenyezi Mungu. Haya. Subiri atazama ile penalti. Haya. Kijana vile na ile gozi yake vile, Jezi namba 6. na mlenzi pili vile, Jezi namba 6. vile na Rio Fernanda. Jezi namba 6. Rio Fernanda anajitia moyo. Jezi namba 6. Vijana wote wanaomba. Jezi namba 6. Rio Fernanda anarudi nyuma. Mlinzi. Kijana ni vile Otoyo. Mpenzi mtazamaji, sielewi, does the pressure increase or decrease? This time round it increases. Imekuwa ni mechi kali. Kipindi cha kwanza Agoro Sare upande ule wa Agoro Sare pamoja na shule ya Matutu. Kasim, bado sija
unahisi kwamba kipindi cha kwanza unahisi vipi? Tazama runinga pale Ndizi TV. Kwa majina naitwa Colin Sonjo. Kama sisi timu Matutu nao tumecheza, hata kama watulemea kidogo nao tumecheza, hata kama mashabiki wa nini wengi wa Agoro bado kama sisi wa TC bado tuko ile penalti hayo ilikuwa na timu ya kwanza, hii ya pili nao ndio timu ingekaaje, tumetibu sky. Tutasulia hapo. Kasim Msiu, kuna swali lipi kwa mwanasenali mwenzako hapa? Kamera iko pale, tazama pale, tazama kamera, alafu utuambie unahisi vipi vijana wa timu ya Matutu magoli mawili. Wewe kama shabiki utasema umesafiri kutoka wapi hadi kufika hapa? My friend, mimi natoka Kisii County. Natoka Kisii County my brother, lakini 045 046 we represent Matutu. My friend, niko na furaha mweto. Na represent zero Kisii kamera kicheche. Wewe mko nyumbani. Hapa kumenuka my friend. Wewe tuko na furaha na tumefurahia 045 046. Kipindi cha pili. Baki hapo. Uhisi kwamba Agoro Sare na uzoefu walionao kipindi cha pili wanadhabisha bao hizi zote mbili kipindi cha pili. Okay, tunasema mpira ni unpredictable, lakini kwa mpira yetu Matutu wako nayo tutafanya kitu mzuri. Tuna believe kama mafans wa Matutu. We believe we can do it. Asante sana. Hizi ni hisia za mashabiki, wanasema wako na furaha mpwito, furaha ribo kwenye uwanja huu wa shule ya wavulana ya Cardinal Otunga Mosocho. Sijui kama kuna shabiki ambaye angependa vile kutoa hisia zake. Sijui ni furaha kwenye topunyeto, sikufunzwa hiyo katika shule ya upili, lakini kama wewe hii mechi ulifanyia kama ingekuwa hivi kufikia sasa, hata na jina ukitazama runinga ya Ndizi TV. Kwa majina Zongea uko na sababu uko hapa ni uwanjani. kwa majina ni Ruben Yanga. Mimi natoka kaunti ya Kisii. Kwa hivyo nilikuwa natarajia kwamba timu yetu ya Matutu itaturepresent kwa nationals from hapa kwa Buseland. Ukiangalia timu kama Saveta na Mnyija zimetolewa na timu za ujauri zimebaki 3. Kwa hivyo nilikuwa na nianga tu ya kwamba timu ya Matutu itapita, na kwa hiki kipindi ambacho wamecheza hizi na kupata mabao mawili, angalau naamini kipindi cha pili kikianza hivi watapata bao na Agoro Sare wataenda nyumbani. Labda wewe kama mkazi wa Kisii, na hivi vipi kwamba mechi hizi zinaandaliwa katika hapa Kisii Nationals bado ni hapa, unahisi vipi kwamba hautumii fare kufika hapa, ndio kitendo unafika? Niko na furaha ya kutosha, sababu ukiangalia hii mechi ingeenda kama Homa Bay singeenda, sina fare na maana ya uchumi ni ngumu, so walifanya vizuri kuleta hizi mchezo hapa Kisii, at least mafans wetu wakuwe wengi, hiyo ndio tuwa support sana. Anasema kwamba ana fare, ingekuwa ni Homa Bay ingekuwa na fare hapa, hata ufai kutumia demo fare kuja hapa hivi. Mnamwambia bebu tupatane pareli ya Rogoro tukuje mpaka kwa mechi. Ni hivyo. Hadi sasa hivi kuna kipenzi changu ni Shirako hapa, anapenda ball, sisi tunapenda ball, so tunafika hapa hivyo tu karibu tunauachia, na I think nataka kuambia watu wetu wa Kisii County wapende mpira kwa wingi, washangilie sana. Umeona timu yetu imetutoa aibu kushinda timu ya Agoro Sare ambayo mwaka uliopita iliweza kufika nationals. Asante sana. Anasema kwamba ako na kipenzi kishirikizi. Kulikuwa na ile kauli ya sijui kitenzi kishirikishi, ako na kipenzi kishirikishi kiko hapa uwanjani kusherehekea mechi hii. Kasim, labda waeleza wewe naye niambie hisia zilizokuja katika akili na kumbukumbu zako. Hisia ambazo zilikuja ni kuwa usidharau timu yoyote, kwa sababu Agoro Sare walikuwa wanakuja hapa ili wakiwa wamewadharau Matutu, wakiosema kwa Matutu haina lao, lakini Matutu wameweza kuhakikisha kuwa lazima waweze kuwanyamazisha, hususan mashabiki wa Agoro Sare ni wengi kuliko wa timu ya Matutu moja kwa moja. Basi kila ambacho nasema kuwa Matutu bado wakirudi kipindi cha pili waweze kusitiri, waweze kuendelea kuzuia moja kwa moja, na basi mambo yataenda vizuri, na kesho utapata kwa finali pale katika uga wa Gusii na Wakisii wote. Basi timu yetu Matutu ikifika katika finali kesho tuweze kujitokeza kwa wingi katika uga wa Gusii ili Matutu iweze kutuwakilisha kutoka mkoa wa Nyanza katika zile mechi za national. Labda kabla ya finali hii nilinafasika kuongea na kocha mkuu wa timu ya Matutu, anafahamika kama Joseph Ongoro, wakati mmoja kocha katika timu ya Gusii FC National Super League, na aliniambia kwamba ni mechi ambayo haogopi kufikia sasa, kwa akisema kwamba Agoro Sare
kuna wachezaji ambao ameona kama ni key players. Mmoja wake ni jazi namba 6 ambaye ni kweli aliweza kumkaba kipindi cha kushoto, beki wa kushoto timu ya Matutu akaenda upande ule. Unahisi kwamba key players wa Matutu wa Agorosari wanaweza kuzuia kipindi cha kwanza? Wameweza kuwazuia. Hapa nilo nasema kila mtu akae na mchumba wake. Kwa hivyo katika hiyo ndio wanatumia ule mchezaji wa timu hii ya Agorosari jazi nambari 6 ni mzoefu sana. Kwa hivyo ule uzoefu wake yule jazi nambari 3 aliweza kusoma na yeye akaamua kuwa ataenda upande mwingine. Na wewe jazi nambari 3 akasema mimi wewe imekuwa wewe kuwa ni mchumba wangu. Na kwa hivyo sikuachi, sikupi talaka. Naam. Kabla tuweze kurejea ugani hapa, tuweze kuangazia katika semifinali nyingine inayoendelea sawia na semifinali ya hapa. Tunaye Kodero Bara anacheza na Ambira ambaye ndiye aliyeweza kuongoza katika kipindi chile cha kwanza. Lakini Kasim, kabla yake kuna shabiki hapa ako na maoni, labda mpe swali saizi yake. Utatuambia jina lako na wewe ni shabiki wa timu gani, na kama ni Matutu, je, hisia zako ni zipi na unaonaje mechi kipindi cha pili? Asante mshabiki, jina langu naitwa Mbongi Benson. Mimi ni shabiki wa Matutu. Ushindi ni wetu. Kama mbaya Matutu home. Let us expect. Agorosari home. Wametuzoea vibaya sana, lazima wajue hawajui. Unahisi kwamba ni kitu kile ambacho Matutu wengi walidhani kwamba ikuja kama underdogs waweze kusit back, labda niweze kuatakiwa sana kidhani kwamba ingeisha sare, lakini tumeona kwamba wamejituma, Agoro ikiattack wana attack. Labda unahisi kwamba ni kipi Matutu imecheza vipi, unaridhika na mchezo wao? Naridhika, vijana wamejituma, they are good boys, they are playing a carpet ball. The Agorosari came as superior, but they are being taught a good lesson. Matutu, the boys are doing well, wish them well, they're the best. Kipindi cha pili ungalikuwa kocha Joseph Ongoro wa Matutu, ni kipi kile ungefanya kipindi cha pili kuona kwamba umeshinda mechi hii, kwa sababu unahitaji ushindi pekee? Ningewauliza vijana wangu watulie, wacheze kama wao, wacheze game yao, defense, midfield wajitume, they hold their balls to ensure that forward they don't concede goal, they don't ensure that they don't concede a goal. Kasim, labda unaye swali gani kabla tuweze kumwacha aingie kipindi cha pili? Wewe ungekuwa kocha wa timu ya Matutu, ni kipi ambacho wewe ungekifanya kama kocha sasa? Wewe sasa assume wewe ni kocha wa timu ya Matutu, ni kipi ambacho ungependa ili uweze kusitiri ule ushindi? Ningefanya hao vijana wangu wangetulia dakika za kwanza za the second 45 minutes, dakika za 15 za kwanza watulie, wasome, sababu kila watu wametoka nje, wamepewa maoni zao, watulie, wasome, midfield imarike, defense imarike, tuwasome, tuwapige bao lingine ya 3, tumalize mechi. Asante sana na kana kipindi cha pili. Lakini Kasim, kuna swali nimekuwa nikiuliza kila mechi tunapoongea hivi, kipindi cha pili ubashiri wako? Kipindi cha pili tuweze kutarajia magoli mengi kutoka kwa timu ya Matutu, kwa sababu wanaonyesha ubabe hapa. Hata ile jiji wanasema wenyewe goal haipo kabisa. Bao watakaloliongeza ni bao moja, alafu mechi itatabatika 3-0. Huo ni ubashiri wangu. Ungalikuwa kocha wa Agorosari kipindi cha pili ungefanya nini, ama uweze kuwa? Ningekuwa kocha wa Agorosari mimi si kocha wa Agorosari, hakuna kitu ningefanya. Niwaambia wachezaji wangu tu jitume mwaka ujao. Kasisi wa soka ambaye ananiambia kwamba angaliwaambia kwamba mwaka ujao waweze kujituma, lakini kwa sababu kwamba mechi bado haijaweza kuisha. Kipindi cha kwanza dakika 40, kipindi cha pili dakika 40, cha kwanza kaisha mabao mawili kwa faida ya Matutu. Kipindi cha pili kinakwenda kuanza muda mfupi kutoka sasa hivi, kinaweza kuwa kikianza. Kwa hivyo zidi kuwa ndani ya runinga ya Ndizi TV kuweza kuona kwamba kipindi cha pili kitaweza kuwa vipi kwa timu hizi mbili. Na kumbuka katika kiwanja kingine Kodero Bara wanaendelea kucheza na shule kutoka Ambira kutoka upande ule wa Siaya. Kipindi cha kwanza tuliona kwamba takriban bao mbili nilipoangalia kwamba Kodero wanaongoza, na nikana kwamba Kodero Bara wanaweza kuwa upande ule wa fainali, lakini hapa hivi tu ni kusubiri. Wanasema kwamba subira huvuta heri, huleta kilicho mbali kuweza kuwa karibu. Lakini kwa sasa machangu tuko bado ugani, naweza kuwa nikiweza kupasha upande ule wa watuonyesha kwamba ni maoni yao ni yapi katika uwanja huu ambapo hisia ni nyingi kipindi cha pili, lakini yote haya unayapata kwa hisani ya Ndizi TV Nyanza.
Sports Vibes pamoja na upande ule wa Peak Sports and Uniform Center, kuhakikisha kwamba matangazo haya umeyapata kwa njia murwa ya moja kwa moja. Labda mwelekezi aweze kuturejesha ugani kuweza kuona kipindi cha pili, kuweza kuona upande mwingine wa studio, tupate watangazaji wenza Ali pamoja na mwenzake watupeleke kipindi cha pili. Bila shaka ni kipindi cha pili, endapo naona kama wachezaji wa timu hii washaingia uwanjani. Kumbuka ni kipindi cha pili, wachezaji tayari wameanza kuingia uwanjani. Nikiona wachezaji wa timu wameshaingia uwanjani wote. Upande mwingine naona kama wale wengine wanajichukua, wanajiweka kwa mkono wa Mola. Kama naona Agoro Sare ambao wamevaa jezi nyeupe tayari wako ndani ya uwanja, kama Matutu bado wanajichukua na wanajiweka kwenye mikono ya Mola. Bila shaka wakirudi pale nitakuwa na kupatia tangazo hizi moja kwa moja. Kumbuka hadi kwa sasa hivi Matutu wako kipaumbele mabao 2-0, na anayekuletea tangazo hizi si mwingine bali ni mimi mwenzako Maboko Likolo Mabegete ama Owitoke Hezbon, nikiwa na mwenzangu anajulikana kwa jina Niite Majaliwa Ali, sauti ya kutamanika na wengi na chukiwa na shetani. Bila shaka tutakuletea tangazo hizi. Naona kama waamuzi tayari wamefika, na wachezaji wote wa timu zote mbili tayari wako mle ndani. Kipindi muda mchache kutoka sasa hivi kipenga kitapulizwa. Haya, anachukua gozi mbele kabisa akimpatia jezi namba 12, anapiga wapi, anampatia jezi namba 17, anatamba na mpira upande wa kushoto, anampatia jezi namba 15, anaukanyagilia vizuri kabisa, gozi inakuwa mwingi, unatoka nje. Gozi unatoka nje. Ni kipindi cha pili. Kipindi cha pili, kama ndo najiunga nasi, vijana Matutu wamemrindima mtu magoli 2-0. Naizungumzia timu gani ya Agoro Sare? Imerindimwa goli 2. Haya, sikiza, wanaingia Agoro Sare tena juu kwa juu. Matutu hawasiwa Agoro Sare, anatoka kijana Rio Fernando wa Agoro, anataka ile gozi, anzisha tena na kijana jezi nambari 4 mgongoni, Pilavit Mark, angalia pige wapi, cheza kijana jezi nambari 10 ngapi mgongoni, anacheza fiongo ile ananyang'anywa, wanaingia Matutu hawa, lakini anasema Rio Fernando gozi yangu, anaanza cheza na nani, kijana Dan Kanyega Dan, achia Msumali, kichwa kinaita nyuma kwa nyuma, beki fantastic huyo, valia jezi 10 mgongoni, Tone kata Agoro Sare, jezi nambari 12 mgongoni, Ongicho Mwite nani katikati tena, wanakataa Matutu, wanaingia Matutu wapi, wanakataa Agoro Sare, pembezoni kushoto tena, kipa nambari 1 mgongoni, Rio Fernando, avalia jezi 20 mgongoni, Rio Fernando huyo. Kamba ndo najiunga nasi, vijana wa Matutu wapo kidedea, wapo mbele kama mfuko wa shati, sio shati nyeusi, hii ni shati nyeupe, yani clean sheet. Haya, waite Matutu hawa, wanasema we are on a serious business. Mashabiki wanasema bana, hapa tuko biashara, hatutaki. Achia Msumari nini ile, tia fataki ile inakuwa mbovu. Kata Agoro Sare 17 jeze pembezoni kule ya mawanja, kata Matutu, kijana Tone piga mbovu ile inatoka nje, ongeza Agoro Sare jezi 12 mgongoni, Ongecho John, cheza na nani, anacheza na nani huyo, kijana Joseph Bradley, kata Matutu hawa, ingia taratibu, cheza kumtafuta nani, wanakata tena Agoro Sare jezi 15 mgongoni, Mwete kijana Dan Kanyega, katikati pembezoni mwa uwanja, anajaribu kile kanzu mbovu, anamtafuta nani, kijana jezi nambari 3 mgongoni, Alex Pele, anapokonywa Pele nani na ule mpira, kijana jezi nambari 3 mgongoni, Daudi Ogenyo, zoya ile gozi inatoka nje, utakuwa ni mchezo wa kurusha kwa faida vijana Matutu. Kijana Matutu atakuwa anarusha hiyo gozi, kijana Matutu huyo anarusha hiyo gozi,
kijana jezi nambari ngapi mgongoni huyo? Katila za Chien bila shaka kama mambo yake yale. Haya, penda sana walinda usalama ambao wamefika hapa, wanasema sisi ni binadamu bana, we respect you Gen Z. Rosha ile gozi, anarusha ile gozi juu kwa juu, nani inatoka nje, itakuwa ni gozi ya kurusha kwa faida vijana wa Matutu. Wanarusha nani? Kijana jezi nambari 13 Ongenyo Daudi, vitu vyake huyo. Ongenyo Daudi anarudi hatua kadhaa. Ongenyo Daudi rusha juu kwa juu, kifua inaitikia tena. Wanao Matutu anajaribu amba la kifua. Sawa, mwamuzi wa katikati ya uwanja, cheza mbovu, anzisha ile kabu. Jezi nambari 12 mgongoni huyo mwita John Ngecho. Cheza na nani? Wanakataa Matutu, jibu kwa kichwa. Piga potelea popote ile mbovu. Piga, anasema ndoa na ndoa uchafu. Bila shaka mwenzangu Ali, sijui unaweza kuniambia nini katika kipindi hiki cha pili? Kipindi hiki cha pili umeweza kuona bado mwamko ni ule ule, vijana wa Goro Sale wakianza hivi na Matutu wakawa wanaanza hivi, kumaanisha kwamba bado mambo ni vile vile, wanakabana kwa takribani asilimia za karibu 54-46, wapo karibu ikiwa Matutu vile. Kijana jezi nambari 4 mgongoni anaitoa pote la popote. Pavite Mark, mwite Pavite Mark huyo wa Goro Sare, inakuwa inapigwa nini? Sikiza, tazama, nitakwambia inakuwa inapigwa nini. Sikiza, nitakuwa nakwambia. Kona wanaanzisha nini ile. Haya, mpira kurusha ule zamu ya Matutu, bila shaka anakuwa anarusha nani? Kijana jezi nambari 3 Dayo Onginyo Dauda. Onginyo kosa ile, anasema mwamuzi ngo kikio. Weka ile gozi chini, kijana jezi nambari 3 Alex Pele aweka ile gozi chini. Alex Pele, sio Alex Pele, jezi nambari 4 mgongoni yule Mark Pavin. Mark juu kwa juu, kichwa kinaitikia nyuma, tena kichwa kinajibiwa, jibu tena kwa kichwa. Vijana wa Matutu hawa, jezi 15 achia fataki, lakini kichwa kinaita tena, taratibu wanatuliza ingia Matutu. Chenga ya kwanza nakubali Matutu, chenga ya pili nakubali Matutu, chenga ya tatu anampa nani huyo? Kijana nani, jezi nambari ngapi mgongoni? Wanaingia Matutu, haya nini ile mpira mrefu, wanazuia, wanasema Goro Sare mmezoea. Weka ile gozi chini, kijana Rio Fernando wale jezi nambari 20 mgongoni ya Goro Sare, anzisha ile gozi juu kwa juu, anakataa tena Matutu, kichwa kinaitikia pale, taratibu tuliza ile gozi 17 mgongoni, kijana huyo wa Matutu, lakini anakataa katakata Goro Sare, jezi 15 mgongoni. Anyiko Dan anacheza na nane, mwite Kele anaangalia kwake Dan, tena Dan kwake Ongicho, mpira mrefu unatoka nje, achezea Madambe. Bila shaka anaona kama mchezaji yuko mle chini, mchezaji yuko chini na inakuwa ni ikabu. Haya, anauziwa dogluga, auziwa kiatu cha mtumba, bei ya jioni, anakubali kununua, lakini yote 9 anakubali kunyanyuka. Haya, ikabu pale, jezi namba 19 anajulikana kama nani, anaenda kulichanja mpira John Ololo. Hapana, sio John Ololo, samahani, anakwenda na mpira Joseph, anavurumisha kombora mtu mzima, ndefu kabisa, inakuwa mwingu natoka nje, anapiga ndefu, gozi inakuwa mwingu natoka nje. Inakuwa ni goal kick. Kumbuka ni goal kick. Anachukua gozi pale, akiangalia ndio kulipiga kwa ile upande gani. Basi vuta hatua 1 2 3, piga mbele kabisa kwenye kituo cha uwanja, anatambana na mpira vizuri kabisa, chukua kwa kichwa, anatuliza gozi, kata 1 2 3, anaacha gozi linadunda, weka kwa kichwa tena, mpate mwenzake, kata 1, mpate mwenzake tena, jezi namba 15 Kalifata, anatambana na mpira, chukua, anapiga wapi? Kata 1, kata 2, anakwenda kipenga, kinapulizwa, amemchezesha madhambi, wanasema amemchezesha madhambi na itakweko ikabu. Inapigwa ikabu hiyo, ama ikika ukipenda, na bila shaka ile ikipata mchanjaji mzuri wa mpira mfu, ndio akipata kijana ambaye anatumia gola kulia vizuri, basi tutaona itakuwa vipi. Sawa, tutaona itakuwa vipi, subirie tuone mambo yatakuwa vipi. Ndio haya, ni kama hatua ngapi zile? Kama hatua 20 hivi, bila shaka ni hatua 20 kutoka kwa lango hatari. Wacha tuone nani anaenda kufuta ile gozi. Muona kijana jezi nambari 8 kwenye kaptura Dominic, na muona akiwa karibu na jezi namba 10, kijana yule msumari sana. Tayari watu wanajitayarisha kwenda kuligonga, tujue nani atalichanja ile gozi. Haya, tusubiria. Analianza vizuri kabisa, vurumisha kwa mlango.
chuma inapata ukuta la kibinadamu. Basi gozi na kwenda kabisa, analichukua kata moja mbili tatu, wanasema mchezeshe madhambi. Gozi liweke chini, anaanza kwa haraka, analifuata mbele kabisa, anapata gozi jezi namba 7, anakwenda nayo jezi namba 7, analalishwa, kipenga kinapulizwa na anakula kadi pale. Kadi ya njano inashuka hapa, mwamuzi anatoa kadi ya njano, inashuka kadi ya njano ya kwanza, analambishwa nane, nitakufahamisha. Lambishwa kadi ya njano kijana, jezi namba ngapi mgongoni? Vile vile linapigwa badiliko, linapigwa badiliko. Mambo yako taratibu, mambo yako ange. Sikiza, itakuwa inapigwa ile nene, itakuwa inapigwa ile kona, itakuwa inapigwa ile kona. Sikiza, tazama, itakuwa inapigwa ile kona, tazama ile kona, itakuwa inapigwa ile kona. Na gozi pia umesimama kule, napigwa ikabu ile, sio kona, itakuwa ikabu, itakuwa inapigwa kwa faida. Achia mkuki ile. Vile aliachia mshale, lakini anaambiwa mambo yako sawa. Haya, ananitumia ujumbe mfupi, anasema rafiki yangu Kennedy, anasema rerondero mbare kumanya. Ameandikaje? Andika kwa lugha ya Kikisii bana. Vizuri kabisa, chukua gozi, jezi namba 15, piga kwa kichwa, lakini wapi, wanatamba nao. Agoro Sare toa mbele kabisa kwenye kituo cha uwanja, anakosa, anachukua ni Matutu, tupasa nzuri kabisa, kipenga kinapulizwa, amechezesha madhambi, gozi na kwa chini. Agoro Sare faida, anaanzisha mpira, jezi namba 3 akimpata mwenzake jezi namba 8, wanapatana, jezi namba 3 anakata kata, huyu ni Matutu. Agoro Sare wanarusha jezi 14, rejesha, tuliza kwenye kifua, tuliza chenga kwanza na kubali, achia mbovu ile, anakata Matutu, anasema we are on a serious business. Kichwa kinaita tena, wanaingia kimekarakata. Agoro Sare tuliza ile gozi, anamenya ile, asina kataa, jezi nambari 9 mgongoni. Matutu anasema ni mpira wa kurusha kwa faida yetu sisi Matutu. Haya, wanakuwa wanarusha Matutu, jezi nambari 9 mgongoni yule wa Matutu, kijana Brian Odongo alikuwa ameanza kuzua zile lawama zake kwa mwamuzi, anamwambia bana, mbona sisi ndio tulisha mpira bana. Haya, alikuwa anarusha bila shaka kijana Daudi Oganyo, arusha kijana Daudi Oganyo, wanaingia lakini kata. Agoro Sare piga popote, mambo yanakwenda fiongo, mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira kurusha kwa faida vijana wa Matutu. Kumbuka kama ndo najiunga nasi, Matutu wapo kidedea, wapo kifua mbele, magoli 2-0 dhidi ya vijana Agoro Sare. Haya, piga juu kwa juu, Agoro Sare 17 mgongoni, nguvu mpya Moses Amandi, juu kwa juu tena, kata kijana 11 mgongoni, Biko Anet na kata Captain Fantastic, ya jezi nambari ngapi mgongoni? 10, akina anatoka kijana Agoro Sare, ndadaka Rio Fernando anasema chakula chango. Haya, wanatuliza Agoro Sare taratibu, mambo yanasonga, wanakwenda wanaingia Agoro Sare, jezi nambari 7 mgongoni, msajili Moitinani Joseph Odhiambo, lakini ikabu inakuwa mkona ile. Wacha tuone inakuwa vipi, inakuwa kona ama ikabu, tusubirie. Naona kijana jezi nambari 14 mgongoni yule wa Matutu, Jerry Otieno. Ndio Jerry Otieno anafika pale, anamwambia mwamuzi bana, mambo yako vipi? Wa kijana huko chini anapiga nyosha misuli wa Agoro Sare, yuko chini anakubali kunyanyuka, wanaweka ukuta wa binadamu, ni ikabu ile. Sikiza ikabu, watakuwa wanapiga Agoro Sare. Sikiza ikabu, anakuwa anapiga Agoro Sare, anakuwa anapiga Agoro Sare. Ikabu anapiga ikabu, Agoro Sare, kijana 6 mgongoni, Agoro Sare, Moitene vile Otoyo
kwa vile Otoyo shika Amsa Kimbo pamoja na John, sio na vile Otoyo mwite nane Geoffrey Odera na ile gozi anamwachia mwenzake mwite Odhiambo Joseph na ile gozi. Matutu wanajenga ukuta, Matutu wale wanajipanga, Matutu haya najipanga Matutu haya wanajipanga Matutu wale. Uwanja umefurika huu uwanja, mashabiki shakiki waliofika hapa kushuhudia mchuano unaendaje, mambo yanakwendaje hapa, tusubirie tuone. Achia mkuki, nini nagonga mchuma ile, gonga mlingoti namna gani, aliguza kijana nane, golikipa Stanley Anyango. Haya, bila shaka ni ite Majaliwa Ali, sauti ya kutamanika na wengi, nachukiwa na shetani, ni mpishi kijana Kasim Mohamed aendeleze. Haya, asante sana basi wenzangu. Kumbuka ni kipindi cha pili katika uwanja wa shule ya vulana ya Kardinali Otunga, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini, ambapo vijana wa timu ya Matutu wameweza kutoa kitutu na kufunga magoli mawili Agoro sare, ambao siku zote vita wanavipenda 0-0. Nastahili hivi. Sijui mashabiki wa Mani wakosea wapi, vurugu tu. Haya, sisemi kitu. Sijui kama Ndemo Steven anaona ni shabiki wa United amebebwa hobela, lakini mambo yalivyo uwanjani ni 2-0. Kumbuka tupo live mbashara zaidi kwenye kiwambo chako cha Ndizi TV. Langu jina siku zote niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Mimi nahubiri soka, watu wanaokoka. Huwa siombi sadaka, lakini ukilipa sitakataa. Haya, sikiliza, utakuwa ni mpira anazidi kutomasa mpira pale mchezaji ule jazi nambari 3 kwenye Gongos, sijui kunani. Upande wa pili ni kuwa vijana wa timu ya Kodero Bara wameweza kufuzu kwenye fainali baada ya kupata ushindi wa 2-0. Vile basi ikitamatika hivi ni rasmi kuwa Matutu watakuwa wanacheza na Kodero Bara kesho katika uga wa Gusi, fainali ambayo itakuwepo pale, ili tuweze kupata timu ambayo itaweza kuwakilisha mkoa wa Nyanza kwenye zile mechi za kitaifa au nationals. Tia kwenye kichwa, wanakataa Matutu, leta rojo pale, dunda 1 2 3 inatoka nje, itakuwa ni goal kick. Itakuwa ni goal kick. Haya, badiliko tutaangaliwa, tutakwambia anatoka nani anaingia nani hapa. Kijana mdogo kimo cha Ngolo Kante, mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa. Lazima anaambiwa muda wa kupoteza, anawaambia hamna muda wa kupoteza. Wanafanya badiliko. Nilimtizama nikakwambia huyu ni Ngolo Kante kwa sababu ile jazi 7 Ngolo Kante enzi zake akichezea timu ya Chelsea ndio hiyo. Haya, taratibu ndokoza pale jazi nambari 19 kwenye Gongos. Anacheza wapi mchezaji huyo? Mwite John Olo. Taratibu watakuja kurusha imakona na tusubiri tuone kona. Wanafaidi vijana wa timu ya Agoro sare. Haya, sikiliza. Sikiliza ngozi ya kona. Atakuwa na chanja kona ile mchezaji huyo mwite Alex Pele. Analeta juu kwa juu, namna gani pale, taratibu anaongozi. Anacheza wapi? Analete, lakini ngozi inakuwa mingi, inatoka nje. Itakuwa ni goal kick. Wanafaidi vijana wa timu hii, anaizungumzia ya
Matutu. Haya, leta jo kwa jo na gari, kichwa kinaita, wanakata badani katani katikati mwa kidwara. Jazi nambari 6 kwenye kongoza pande wa timu hii ya Agoro Sare, muite Geoffrey Adira anakuja kuwa goalkeeper, muite Rio Ferdinand, ni kama alipenda sana piga fataki, lakini anakoswa Adira, toka nje, inatoka nje. Asante sana kwa kozere kwa nami moja kwa moja. Langu jina niite Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Ni kipindi cha pili, kipindi cha lala salama, kipindi cha pili, kipindi cha lala salama. Namna gani hapa nafasi.